mstari wa 11. Biblia inasema hivi, akasema toka usimame mahali mbele za Bwana, na tazama Bwana atapita, upepo mwingi wa nguvu ukapasua milima, ukavunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana akuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la ardhi, lakini Bwana akuwamo katika tetemeko lile, katika tetemeko la lile la nchi, katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto ule, na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya matetemeko yanayotajwa hapa ni majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Upepo sio anaongelea kwamba kuna watu ambao waliojenga nyumba zao juu ya michango, ukaja upepo ukazisoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na matetemeko ilieleza pia nyumba hiyo ikaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahitaji watu walio serious. Tena zaidi ya Elia. Elia alikuwa anakaa anasikilizia Bwana. Mimi nataka nikwambie, unapomfuata Mungu jalishi, unaona tetemeko, unaona upepo, endelea kumfuata hivyo hivyo. Hata kama ukikupiga, wewe sema sawa, hata nikifa nitakufa kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Endelea kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ajalishi jaribu gani umekutana nalo, wewe endelea kusimama hapo hapo, endelea kukazia hapo hapo. Sema mpaka nikutane na huyu Mungu mwenye uzima. Kila anayemfuata Mungu, Biblia imesema lazima ajaribiwe, lazima kutane na vitu hivi, lazima kutane na upepo, lazima kutane na majaribu ambayo yanakuja kwako kama moto, lazima kutane na matetemeko. Yani hata ukikaa hivi tetemeke, lakini baada Mungu yuko hapo. Endelea kufuata tu nyayo za Yesu. Sema nitafuata mpaka nikutane naye, maana huyu anasema namjua Baba. Na ukikutana na Yesu umekutana na Mungu. Ukikutana na Yesu unamwambia nionyeshe Mungu. Yesu anakuambia mimi ndiye Mungu. Unaona haya mambo yalivyo? Unaona haya mambo yalivyo? Sisi leo hatukamati vazi la Yesu, tunatembea kwenye nyayo za Yesu ambaye ndiye neno lake na msingi mkuu. Tunatembea, tunafuata nyayo za Yesu. Tunasema popote alipo nami niwepo. Kwa hiyo unatafuta sehemu alipo Mungu, unaendelea kutafuta, unakutana na dhoruba, unapigwa, ukianguka unainuka tena. Biblia inasema Mungu umfurahie yule ambaye anaanguka mara 7 anasimama tena, anasema inaendelea. Hata kama machini mapepo yakikupiga ukianguka, wakijua umekuwa, lakini unasema ninakupa kasi, mimi sio wakufa. Maana wao wanaua ulimwengu wa mwili, sisi tuko hai kwenye injili yetu. Nataka nikwambie, gari inapopata ajali mwenye gari wanaangalia uzima wa injili. Kwa hiyo sisi japokuwa tunapitia majaribu mazito, lakini Mungu angalia mioyo yetu. Lazima tuwe hai, lazima tutembee, hata kama ni vilema, lazima tupate mahali alipo Mungu. Lazima tumfuate. Jalishi mangapi yameinuka kusema kwetu kwamba walikuwa walokole, wanaabudu sana, hawakuona Mungu. Sisi tunasema sawa, lakini sisi hatufuati walokole, tunafuata nyayo za Yesu. Popote alipo na sisi
wanabakia mmoja ndio anaitwa komando. Hebu sema katika ukoo wetu, komando ni nini? Hajalishi tutapita kwenye mangapi, niko tayari kwa ajili ya Bwana, niko tayari kwa ajili ya Yesu, niko tayari kwa ajili ya Mungu, niko tayari. Haijalishi nitaaibishwa, nitasimama kwa siku yangu ili Bwana aseme na mimi. Amina. Ili Bwana aseme na mimi kwenye maisha yangu. Nitasimama kwenye ukoo wangu, nitasimama kwenye familia yangu, nitasimama kwenye ndoa yangu. Tatizo, kuna watu ndoa zao zinakufa nyingi. Kwa nini? Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Anapokutana kajaribu fulani, anaenda kuulizia pepo. Yaani anajua kabisa fulani alishindwa majaribu kwenye ndoa, anakimbia, anafuata huyo shosti. Ndoa yako iko hivi na hivi, fanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Hapana. Biblia inasema hatuko miongoni mwa sitao, hatuko miongoni wanaositasita katika maisha ya kiroho. Sisi tuko miongoni kwa watu ambao wako tayari, hata kama vita vikiinuka, wanainuka, wanakoki bastola, wanasema tuna wewe shetani, lazima uachilie maisha yetu, lazima uachilie biashara zetu. Tuko tayari. Nataka nione wanajeshi hapa ambao wako kwa ajili ya Bwana usiku na mchana kwa ajili ya kanisa la Getsemani. Wako tayari, wakiona vita vyovyote vinainuka, wanasema Bwana tuko tayari. Wanamkimbiza shetani mpaka anafika kuzimu. Unajua shetani janga yake nini? Akikimbia, yani ukimkimbiza hapa, wanakimbia kuzimu, anajua ufiki. Anaona ukiona